kwa nini Mungu amewekeza kwako? Muulize mwenzako hapo. Muulize tena mara ya pili. Muulize mara ya tatu. Kuna watu hawajaambiana. Naomba muulize kwa fujo. Kwa nini Mungu amewekeza kwako? Uliza kwa fujo. Kwa nini Mungu amewekeza kwako? Muangalie asifanye busy. Yes. Umeona watu wamecheka Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa naomba nielewe vizuri. Usicheke kabisa. Uwe serious, umwambie hivi, kwa nini wewe tu? Kwa nini Mungu amewekeza kwako? Wewe ni nani? Una faida gani hapa? Umeletwa na nani? Mbona uko hapa? Una thamani sana hivyo mpaka Bwana awekeze kwako. Kuna watu waambiane kwa sababu tunawajua. Tunapoingia mwaka mpya, tunatakiwa tujue kwa nini Mungu amewekeza kwako, au kwa nini Mungu amewekeza kwangu mimi. Mungu anapata faida gani kuwekeza kwako? Ni maswali ya wewe mwenyewe kujiuliza, wala sio sababu ya kwenda kumuuliza mtu mwingine. Unapokuwa ndani ya kanisa, umesikia story ni nyingi sana. Umesikia shuhuda nyingi sana. Umesikia mambo mengi sana. Lakini swali ambalo natakiwa utoke nalo hapa, kwa nini Mungu amewekeza kwangu? Mimi ni nani? Nina faida gani? Kwa nini ninaishi? Na kwa nini niingie huu mwaka 2026 nisijifie zangu tu? Haya mambo yote yanitoke. Ni maswali unatakiwa ujiulize unapokuja kanisani. Siku hapa kabla hujatoka nyumbani unafika, na unapofika hapa unajiuliza swali la pili, Mungu anapata faida gani kuwekeza kwangu? Hivi anapata faida gani? Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kujua kwa nini au kujibu maswali hapo juu, ningependelea tujifunze kwa nini Mungu aliumba dunia. Kitu cha kwanza tutaangalia kwa nini Mungu aliumba hii dunia. Kwa nini Mungu aliumba hii dunia? Mungu alitumia muda mwingi wa siku 5 kuumba dunia. Siku moja siku nzima ameitumia kwa ajili ya kuumba binadamu, siku nzima. Lakini ukiangalia muda mwingi aliumba dunia, Mungu amechukua muda mrefu sana. Tunaenda kushuka, tunajiuliza kwamba kusudi la Mungu kuumba binadamu au kuweka katika dunia hii ni kitu gani? Unaona tu ni maswali yanaendelea. Hivi Mungu wakati anamuumba binadamu na kumweka katika dunia hii alimaanisha nini? Alitaka nini Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini aliwaacha? Au kwa nini alimweka au alimwacha? Au kwa nini aliacha tu? Au kwa nini alitoka huko na akaja akamtuma Yesu hapa? Aliona nini? Kulikuwa faida gani hapa? Kwa nini asikae na raha zake? Waswahili wanasema raha ujipe mwenyewe. Kwa nini asijipe raha mwenyewe? Mpaka atufuatilie sisi hapa. Kijana anacheka eti raha ujipe mwenyewe. Kwa nini? Ni maswali ya sisi kujiuliza. Maana angemwacha huko duniani au huko mbinguni na akakaa na bila kusumbuana hapo. Kwa nini Mungu amewekeza sana kwa binadamu? Kuna kitu gani hapa? Mpaka akamtoa mwanawe wa pekee. Kulikuwa nini? Amewekeza sana kwa binadamu. Kulikuwa nini? Na ameona nini? Kuliko kuwekeza kwa kitu kingine, lakini amewekeza sana kwa binadamu. Kitu cha kwanza tunaanza kuangalia sasa, Mungu, sababu ya Mungu kumuumba ni kitu gani? Fungua kitabu chako Zaburi ya 22:3, Ufunuo 4:8 mpaka 11, mwingine Zaburi ya 150. Tuna Biblia nyingi, naomba mgawanike hapa ili tusichukue muda sana. Zaburi 22:3 inasema nini?
Na wewe u mtakatifu. Na wewe Mungu u mtakatifu. Uketie juu ya sifa za enzi. Unaketi juu ya sifa za enzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu ni mtakatifu na sisi ni wanani? Kama Mungu ni mtakatifu na sisi ni wanani? Kwa hiyo kama sisi sio watakatifu, sisi sio hapo pamekaa sawa. Mungu ni nani? Mtakatifu. Na sisi tunatakiwa kuwa watakatifu. Kama sisi sio watakatifu, sisi ni wanani? Tumeelewana vizuri hapo? Shika hilo. Twende Zaburi ile ya 156 na mwingine andaye Ufunuo. Watu hawako tayari sana. Vijana wengi hao. Zaburi 150 inasemaje? Kila mwenye pumzi na amsifu. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mwenyekiti jana pale utusaidie Ufunuo wakati tunaenda kuandaa. Kila mwenye pumzi na amsifu nani? Sijasikia. Kila mwenye pumzi na amsifu nani? Mwambie mwenzako, kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi na amsifu. Sasa muulize mwenzako, una pumzi? Una pumzi. Mwenye pumzi na amsifu nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana anapokuwa na mawazo ya kuwekeza kwako, kitu cha kwanza anaangalia namna ya kumsifu yeye. Naeleweka vizuri hapo? Naeleweka vizuri hapo? Bwana anataka wale tu ambao wako tayari kumsifu yeye. Kama uko tayari, haiko pamoja na wewe. Hata ukae hapa kwamba una hekima sana hapa, kama ukuje hapa kwa ajili ya kumsifu Bwana, nenda nyumbani. Naeleweka vizuri hapa? Shetani ana kundi lake. Shetani ana kundi lake. Hao watu tunaosikia kina Diamond, kina nani wa muziki ya dunia, yale ni makundi yao. Na mbinu yake ni kukusanya wale watu apate na yeye watu wake wa kumsifu shetani. Na Mungu na yeye anaandaa kwamba wale niliowaumba kwa mfano wangu ambao wana pumzi. Sasa ni kujiuliza, mimi nina pumzi au sina pumzi? Wale ambao wana pumzi wamsifu nani? Bwana. Sasa hii ni swali au majibu ya wewe. Kama unaamini uliumbwa na una pumzi, una wajibu wa kufanya nini? Wa kumsifu nani? Na hawa wenye uhai wanne. Na hawa wenye uhai wanne, kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Kila mmoja alikuwa na mabawa sita. Na pande zote. Na pande zote. Na ndani wamejaa macho. Na ndani wamejaa macho. Wala hawapumziki. Wala hawapumziki. Hebu naomba weka nukta hapo. Wala hawafanyi nini? Hawapumziki. Mwangalie mwenzako, jirani yako. Je, kuna mmoja hakuja kanisani alipumzika? Angalia nyuma tu. Wewe angalia pembeni. Kuna mmoja hapa pigaji au nani amepumzika? Huyo anamsifu Bwana? Twende. Hawapumziki wala usiku. Mchana wala usiku. Muulize mwenzako, unapumzika saa ngapi? Wanasema nini? Mtakatifu. Hebu twende sote, mtakatifu. Mtakatifu. Mara ya mwisho mtakatifu. Twende mara ya kwanza. Twende sote, mtakatifu. 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 Bwana wa majeshi. Pigie Bwana Yesu makofi. Endelea pale. Endelea pale. Bwana Mungu Mwenyezi aliyekuwako na aliyoko na atakayekuwa, na hao wenye uhai wampaye yeye aketie, wanampa yeye aketie kwenye kiti cha enzi, cha enzi cha utukufu, cha enzi cha utukufu na heshima. Hebu sema heshima. Na shukrani. Hebu sema shukrani. Hebu sema shukrani. Kuna watu wametoa shukrani hapa, Endelea.
Yaani, yeye aliye hai hata milele. Yeye aliye hai na hata milele. Endelea. Ndipo hao wazee 24 huanguka mbele zake. Wanaanguka kama mimi hapa. Wanaanguka wakipiga magoti. Wanafanya nini? Wanafanya nini? Naomba niangalie, wanafanya nini? Wanaanguka wakipiga nini? Piga magoti. Tuendelee. Huanguka mbele yake. Sikiliza, wanaanguka mbele yake wakipiga nini? Haijalishi wamevaa nguo nzuri, lakini wameanguka mbele yake wakipiga nini? Magoti. Nao humsujudia yeye aliye hai. Lakini wakati wanapiga magoti wanamshuhudia yeye aliye hai. Hata milele. Hata milele na milele. Na milele. Pigie Bwana Yesu makofi. Kwa nini wanafanya hivyo? Kitu cha kwanza. Hebu twende tena. Mungu amefichama katika sifa. Kaa katika sifa. Mungu wa mbinguni ana mamilioni ya malaika wanamsifu na kumwabudu mchana na usiku. Mungu huishi na kutegemea sifa. Mungu anaishi na kutegemea sifa. Ndio maana unaona haya mambo yote ya mahubiri, haya mambo yote ya utoaji, haya mambo yote sijui ya vyeo, haya mambo mengine yote ni ya hapa duniani. Mnanisikia vizuri eh? Hili neno tunalolisema hapa ni chakula chake. Hii neno ndio linakusaidia wewe kukuweka vizuri. Hii sadaka inakusaidia kukuandalia mazingira mazuri. Kama utoi sadaka, ina maana mazingira yako kule hayawezi kuwa sawa. Kwa hiyo Mungu anafichama katika sifa. Pale unapokaa umejifunga, unakuwa na kiburi, unakuwa umejaa dharau, wenzako wanasifu, unasema mimi nina baridi, mimi sijisikii leo. Ile siku unayojisikia ndio unakaa. Wewe si wa Bwana. Naomba unifuate vizuri sana. Sababu ya Bwana kuwekeza kwako ni kwa sababu wewe umsifu. Bwana hawezi kufanya kitu kingine. Ndio maana anasema wale malaika wako pale ni mamilioni, wanazunguka kiti cha enzi, madhabahu ya Bwana, wako pale kusifu. Na mtu wa kwanza ambaye alikuwa pale alikuwa ni malaika. Yule malaika mkuu ambaye alikuwa ni nani? Shetani. Alikuwa anaitwa nyota ya asubuhi. Tunaelewana vizuri eh? Nyota ya nini? Kwa nini? Mzuri sana. Hivyo tu wanamweka, ana mapembe, sijui macho yako hivi, miguu tena inawekwa hivi. Ni nzuri sana. Na yeye ndo alikuwa bosi, amesimamia sifa. Na anaposifu kila kiungo kinatoa vinanda. Bwana asifiwe sana. Bwana akuangalia, lakini hiyo sifa, baada ya kuona amepata sifa sana, akataka sasa apitilize. Tumeelewana vizuri eh? Ndio maana mnaona kuna watu wanaweza kuja hapa, yeye sasa akishajua gita sana, akajua kusoro sana, iko rizaa sasa nguo anaishusha kidogo hivi, hapo anatembea. Sasa wewe unajiuliza huyu bwana ni nini? Haina maana sifa. Anajiona yeye sasa amekuwa hakuna mtu mwingine. Msio mnanielewa? Ndio. Wewe ukija tu Ijumaa, Jumapili unasema nilikuwa Ijumaa. Leo ni siku ya mimi kupumzika. Wakati kuna watu hawalali ni kwa sababu tu ya kumsifu Bwana. Muulize mwenzako, wewe unapumzika kwa nini? Kitabu kinatuambia watu hawataki kupumzika, wanamsifu usiku na mchana. Kama
Mungu anakaa katika sifa, ninataka nikuchukulie hiki kipengele kwamba jifunze sana. Unapoona sifa inasimama, unapoona kitu kinasimama, simama. Ukitaka ujue watu wa shetani wanasifu, nenda upate shida, alafu uambiwe cheza, weka Wabemba wanaitaka nini? Kuna kitu wanaitaka wakishafunga hii nguo yao kibwebwe, ila kuna jina lao lingine mao. Sasa ile pale wakiwa na utaona kila mtu, mchungaji wao alikuwa kwenye gari, uliona wale walikuwa wanacheza. Ina maana mtu kama anamsifia, anaona huyu yuko okay. Watu wa Kongo na nje makwa anaweza akajua wale waliokuwa wanamsifia Mobutu ilikuwa ni hatari. Ina maana unaona, hebu subiri rais akifika hapa, kuna watu pale watamsifu, wao wachoki wao. Yeye rais wetu wewe bwana, anajua pale kuna kitu nitapata. Mama hata unaona anafika mpaka anafika mwisho, bwana apumziki. Sasa hapa ukiona watu hapo wanamsifu mtu aliyemuumba, nasema niko kwa raha zangu. Wakati mwingine anakaa anaangalia, mbona yule ametikisika sana hivi? Ina maana huko kuna watu wanasurvey wengine. Huko kuna ina maana yeye yuko pale kusurvey, lakini hayupo pale kujua kama wajibu wake wa kwanza kuumbwa au kuwa dhamana ya Bwana ni kumsifu Bwana. Kama umsifu Bwana pole, utaenda kuangalia hivyo vitu sana, usome vizuri Ufunuo, itakupa picha nzuri. Alianza kufanya planification, mpango kazi. Akaona sasa ni lazima nianze kuumba mbingu, dunia, nipate watu wengine ambao wanaweza wakanisaidia. Soma Mwanzo 1:26-28. Kipengele chetu cha pili tunaenda kuangalia pia Mungu alifanya nini sasa wakati anataka kukuumba wewe. Soma Mwanzo 26-28. Soma. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hebu mwambie mwenzako umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwangalie mwenzako, mwambie umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mtikise tena, wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mbona umechoka? Angalia kama hajakaa vizuri, kama ana simu mnyang'anye. Kama ana simu nyang'anya, mimi ndio nimekupa mamlaka. Kama ana simu nyang'anya simu, mwambie wewe umeumbwa kwa mfano wa Bwana. Sasa endelea pale. Naona amechangamka akili hapo. Ukiona anagusa simu nyang'anya, akichukia niambie, wewe niandikie message, mimi nitaongea naye. Tuendelee. Tumewaumba ili wakatawale samaki wa bahari. Tumeumba ili tutawale nini? Kitu cha kwanza, ili kutawala nini? Samaki wa baharini. Ndege wa angani. Sema twende wote kwa pamoja, ndege wa angani. La tatu, na wanyama. Twende sote na wanyama. Nchi yote. Twende sote nchi yote. Hebu fanya hata mkono kidogo hivi. Hebu sema nchi yote. Hebu sema kidogo, sema nchi yote. Sema nchi yote ni mali yangu mimi. Jigambe kabisa, sema nchi yote ni mali yangu mimi. Piga kifua mkononi mwako, piga hapa. Sema nchi yote ni mali yangu mimi. Umepewa mamlaka ya kutawala. Shuka hapo, na kila chenye kutambaa. Na kila chenye kutambaa. Kila kinachotambaa juu ya nchi, kama ni inge, kama ni nini, una uwezo wa kukigonga na kikafa. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Sasa Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na. Sasa akaumba mwanamume na nani? Naomba niweke nukta. Weka nukta hapo. Lakini Mungu ameumba mwanamume na nani? Mpigie basi makofi huyo Mungu aliyeumba mwanamume na nani. Akafanya nini mwalimu? Mungu akawabariki. Naomba hebu sema tu, twende sote. Mungu akawabariki. Hebu sema Mungu akanibariki.
Alipoumba mwanamke na mwanaume, Mungu akafanya nini? Akanibariki mimi. Hebu jishike kifua. Mungu akanibariki mimi. Hapa niko nakupa mamlaka pasipo wewe kujua. Mnanielewa vizuri? Mungu akawaambia, akasema nini? Zaeni. Sasa hata ulikuwa namna gani, ni lazima uzae. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaona kuna tatizo, ndio hapo tunaanza kupigana na hiyo tatizo. Kwa nini akieleweki? Na mkaijaze nchi, mkaijaze hiyo nchi na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Mnaanza kupewa mamlaka, utawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe chenye uhai, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ishia hapo. Wakati tunapewa mamlaka kama binadamu ambao tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, ni hapo tunatakiwa kujitambua sisi tuna thamani gani. Kwa nini Mungu awekeze kwangu? Ni kwa sababu nimeumbwa. Nani ya pili? Nimesema ya kwanza, sifa, lazima tumwabudu usiku na mchana. Mbili, ni lazima sisi tumeumbwa kwa mfano wake, kwa sababu amewekeza kwetu. Anakumbuka kwamba hizi familia hizi, hawa watu nimewaumba kwa mfano wa Mungu, ili wafanye nini? Wamiliki kila kitu, kila wanachohitaji ni hicho. Hapa ndio tunafeli. Wakati tumepewa mamlaka, tunataka sasa kuomba kile tulichopewa. Hapo ndio tunaanza kufeli. Tunachukua mamlaka yetu tunawapa watu wengine, na hapa shetani ndio ameona hiyo siri, akaanza kukuwekea hofu, wasiwasi, shida, kutokujiamini, kuona kwamba siwezi. Hivi kuna mtu hapo tunakwambia, mimi naona wewe utakuwa rais wewe. Mchungaji na yeye huyo anasemaga mimi hivi naweza kuwa rais. Umeshajikatalia mwenyewe. Mnanielewa hapa? Mtu ambaye amepewa mamlaka anaambia, wewe niko naona wewe utakuwa msema, utakuwa mfanyabiashara mkubwa wa dunia. Mimi nao tabia za siku hizi. Hivi mimi tu sasa hivi nitakuwa mfanyabiashara. Ina maana hivyo ndio vinatutesa. Na ndio vinasababisha vijana wengi na wababa na wamama kuwa maskini. Matokeo yake yale mamlaka yote tunawapa watu wa dunia. Sasa shetani anachocheza nacho, anatoa ile mamlaka ambayo Bwana amekupa, anakabidhi wengine, kwa sababu wewe hauipendi. Hauipendi aje? Ni pale ambapo unashindwa kuimiliki hiyo mamlaka au kuitumia vizuri. Sisi tuliumbwa kwa mfano wa Bwana ili tuwe na maisha mazuri. Wakati tunaanza kupiga sifa hapa, wala tusionekane mtu mwingine anasema mimi nakosa dagaa, mimi nakosa hivi. Ndio maana ametupa haya mamlaka. Sasa mtu anayepiga sifa anasema mamboka vile wewe tabia unabusa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye ana mamlaka lakini anabaki anajihisi, hivi kweli nitapata mchumba? Mimi naona kazi siko mzuri sana. Sasa ukipata mwanaume anamwambia, dada wewe ni mzuri sana. Ni kwa mzuri hivi. Ni sawa. Hapo kwa nini mnajihisi? Mtu ambaye ana mamlaka, mwenye sura ya Bwana, hapo anaambiwa, lakini wewe unaona kama ule baby. Na mimi niko mzuri Kaka, unaona mtu akiambiwa ni mzuri, anafurahi. Sasa mtu akija hapa, good na wewe nayo sio mzuri. Mpaka umekuwa na mandevu yote huko. Wewe good hapa hata piga kita vizuri. Hivi kwa nini ule mchungaji ananiambia mimi sio mzuri? Unanielewa? Mnanielewa vizuri? Haya mambo madogo haya ndio yanatufanya sisi kuwa maskini. Haya mambo madogo haya. Sikiliza, siku moja uvae nguo nzuri, alafu uende kule kwenye Facebook, alafu jamani nimependeza sijapendeza. Alafu utaona kama na leo umedansi kabisa uko vizuri. Mpaka watasema na leo ile suti ilikuwa nzuri kabisa. Sasa huko utaona jamani, kumbe na mimi nakuaga mzuri. Wewe kila siku na hiyo picha utamtumia mtoto, angalia hivi kweli walikuwa. Mtu aliyeumbwa na mfano wa Bwana huwa sio mbaya. Huwa ni mzuri kuanzia mwili wake wote, sura, kuvaa, na hata anapofika hapa. Sikiliza nikwambie, mtu ambaye ana sura ya Bwana anapofika hapa, sura yenyewe
inavutia. Amen. Wewe ngoja nikupe mfano mmoja. Unajua Esta, kilichomsababisha Esta ni shedo? Au ni mereni? Au ilikuwa mpaka asukwe nywele za huku? Wewe na pale wanawake walikuwa wamewekwa wengi. Nafikiri sasa hivi mabinti wanajua yale mambo yenu ya nani yale ya kumtafuta mamisi wale. Wamoja wanakaa hivi. Wengine wako. Wengine wakaa. Wengine wanajikushika kabisa hii hapa. Wanaangalia kama zote iko sawa. Wengine ina maana wana design nyingi. Haya mambo yote ni sawa. Pigie Bwana Yesu. Haya mambo yote unatafuta hapa. Unatafuta watu wakupende. Lakini Esta alikuwa strong. Ina maana alikuwa mzuri, ametulia. Anasema mimi ni mfano wa Bwana. Wala hapa hakuna mwingine atakayechukuliwa. Hao watu wanazunguka mfano nitamteka tu. Wewe acha macho tu ndio anatembea pale. Hivi kwa nini? Unajua mtu akitarget mwanaume anaangalia macho kidesign hii. Anaangalia huko anasema huyu anione hapa. Mbona anaenda pale? Akienda kwa mwanamke mwingine anasema mbona ina maana hapa hajaniona kama niko sawa kweli? Una maana unajaribu kujitengeneza vizuri, anafika pale. Sasa wewe mwanaume anafika pale, karibu. Haina shida. Tuko tu sawa. Sasa mimi hapo nitafika aje kwako? Wewe mazingira yako tu yanaonesha kabisa wewe si mtoto wa mfalme. Yanaonesha kabisa huna hata sura ya Bwana. Mtu mwenye sura ya Bwana anavutia. Amen. Mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Bwana anavutia. Kuanzia matendo yake, uvaaji wake, usemi wake, mazingira yote anayoishi nayo, watu wanachekelea. Na hata watu wakifika hapo, bwana mimi nataka nipate kijana ambaye ataoa, nenda utafute fulani. Mimi nataka nipate binti, wala usihangaike. Kuna binti iko pale. Na mabinti sasa hivi hawataki kuambiwa. Soma Kumbukumbu la Torati 15:4. Mwingine atuangalie Wakorinto wa pili 9:8. Mwingine atuangalie Wafilipi 4:19. Tunaanza Kumbukumbu la Torati 15:4. Unaenda? 15:4. Yes. 4 tu. Inasema na mwingine andaye Mathayo 8:17-20. Alafu ya tatu itakuwa Korinto wa pili 9:8. Twende. Inasemaje? Lakini hawatakuwapo maskini waje kwenu. Hebu twende sisi wote hapa. Hawatakuwapo maskini kwetu. Ni wale walioumbwa kwa mfano wa nani? Ambao wameambiwa watakiwa wasifu wene nini? Wene nini watakiwa wasifu? Wene nini? Ndio anatakiwa msifu nani?